Yes, bwana, mambo yanazidi kuwa makubwa sana kupitia mitandao ya kijamii, lakini pia kile ambacho kimeshangaza sana watu wengi siku ya jana, inspiration speaker maarufu kama Chief Godlove au maarufu kama Godlove Mwakibete ameweza kuwashangaza mashabiki zake kile ambacho alichokiandika kupitia ukurasa wake wa Instagram, ambapo kimeweza kutafsiriwa kwamba kwa namna moja tofauti kwamba huenda anajitabilia kifo chake kwa kile ambacho alichokiandika kupitia ukurasa wake wa Instagram. Lakini pia imezidi kwenda mbali sana. Unafahamu kwamba watu wengi maarufu ambao waliotangulia mbele za haki, especially tuna wasanii wakubwa ambao walishatangulia mbele za haki kama vile Steven Kanumba ambaye alikuwa ni mwigizaji maarufu wa Bongo Movie, ambapo aliweza kujitabilia kifo chake, na ukweli ni kwamba akaweza kufariki baada ya maneno ambayo aliyoweza kujitabilia kwenye kifo chake. Lakini pia imezidi kuwashangaza watu wengi sana Chief Godlove Mwakibete kwa kile ambacho kimeandikwa kupitia ukurasa wake wa Instagram, akisema kwamba nitakusomea hapa ambapo alichokiandika, lakini pia mashabiki wengi sana wameshangazwa na kile ambacho kimeandikwa. Nitakusomea hapa kama kilivyosema kwamba nasema kwamba ikatokea leo nikafariki, ile miaka yangu ya utajiri ikaisha, sitakufa bali nitaishi mioyoni mwa watu, mioni mwa wale niliowapa maji kipindi wana kiu, niliowapa chakula kipindi wana njaa, tiba kipindi wanaumwa, na kuongoza kwenye mwanga kipindi wanasumbuliwa na shida, dhiki na laana za ukoo. Lakini pia kuishia hapo akambatanisha na caption inayokwenda na kusema kwamba ikitokea leo sipo tena duniani, wanafiki wataigiza kulia na kujifanya wanaumia, but trust me, sitokufa bali nitaishi. Sasa huo ndio ujumbe ambao umewashangaza watu wengi sana, na kusema kwamba kwa namna fulani watu wengi wameutafsiri kwamba mshikaji anajitabilia kifo, ama kuna namna fulani ambapo hatuzielewi, kwa sababu baadhi ya comments watu wengi wamedrop comment zao, lakini pia kila mmoja ametoa maoni yake kupitia story hiyo. Lakini pia ujumbe ambao umeandika Chief Godlove anaitwa Saido Ome, akisema kwamba pole kaka, kumlaumu ni yule kuku, kwani ale mahindi matatu. Unaitwa Edina Joni alikisema kwamba kuku alikula mahindi matatu. Lakini pia anaitwa ndio kusoma baadhi ya comment hapa, anaitwa Kulanga 333 akisema kwamba mkataba unakaribia kuisha nini. Sasa unaitwa Kai Crown akisema kwamba Kayu kaka unakaribia kuondoka nini, mbona maneno mengi sana ya kufa. Pia unaitwa Run the World akisema kwamba kweli kabisa, hata kama kuna mahali uliteleza kaka, tunamwomba Mungu akusamehe kwa ajili yetu. Unaitwa Rashid Pazia akisema kwamba imebaki punje 3 tu. Unaitwa Allen akisema kwamba bingwa wa misimu yote. Unaitwa Belot Bryson akisema kwamba siku zimekaribia, ukuongezee tena miaka 3 tena. Unaitwa Michael Platinum akisema kwamba kaka au umekosea masharti. Lakini pia anaitwa Team Stalls akisema kwamba acha basi, hivi unajua role model unataka tusilale. Huyu anaitwa Tajiri Msisa akisema kwamba uchaguzi ni wako, jiunge nasi leo au uwe maskini. Sasa hizo ni baadhi ya comment tu za mashabiki kupitia kurasa wake wa Instagram. Lakini pia watu wengi wamewakiuliza kwamba kuna nini ambacho kinachoendelea nyuma ya pazia wa Chief Godlove. Nafahamu kwamba moja kati ya inspiration speaker, mtu ambaye amekuwa maarufu kwa ghafla sana, lakini pia akionyesha mtu ambaye anamiliki magari ya kifahari, lakini pia anaishi sehemu nzuri, lakini pia amekuwa inspiration ya watu wengi sana kwamba tafuteni pesa na vitu vingine kama hivyo. Lakini pia watu wengi wameshangazwa kwa maneno haya ambayo yameandikwa, lakini pia watu wengi wanataka kufahamu kwamba nini chanzo cha utajiri wa huyu mshikaji. Lakini pia watu wamekuwa wakijiuliza mshikaji anapata wapi pesa, lakini pia watu wamekuwa wakijiuliza sana huenda kuna kitu ambacho kimejificha nyuma ya pazia mwa Chief Godlove. Lakini pia una maoni gani kupitia story ya leo? Make sure subscribe ili kuwa kwanza kupata kila story zote ambazo zinazo trend kupitia mitandao ya kijamii. Mimi ni Smart Kali. Bye bye till the next time.